limebeba majibu ya mataifa yote. Amen. Haleluya. Haleluya. Angalia mstari wa 3. Anasema hivi, na mataifa mengi wanakwenda na kusema, njooni juu mlimani kwa Bwana. Maana sasa watu wataanza kusema twendeni kanisani. Maana hii ndio mambo ambayo kanisa limeandikiwa la siku za mwisho. Sasa kizazi kimeandikiwa nini na kanisa limeandikiwa nini? Ili tuanze kuelewa upana wa Mungu alichokuwa naona mbeleni juu ya uamsho wa kanisa siku za mwisho. Na uamsho kwa tafsiri rahisi ni mioyo ya watu kurudi kwenye bustani ya wokovu. Maana mioyo inaamka. Haleluya. Mioyo inapoamka, roho ya matengenezo inaingilia kati, inaanza kutengeneza maisha ya watu. Alafu nasema hivi, njooni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, maanake Mungu wa Israeli, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Maanake watu wataanza kutafuta neno la Mungu, kwamba majibu ya maisha yetu katikati ya utendaji wa giza. Isaya na tabiri, hatuwezi kukwepa utendaji wa giza wa viwango vya juu utakwepa. Na tunaelekea kwenye siku za mpinga Kristo kukaribia na maandalizi ya huyu jamaa kujitokeza. Hizi siku zitakaribia. Lakini nasema katika huu wakati hawa watu wanasema twendeni nyumbani kwa Bwana, huko tukafundishwe sheria, maanake tukafundishwe neno la Mungu. Kwa hiyo wafanyabiashara watakimbilia kanisani. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya kanisa kuna wafanyabiashara waliofanikiwa katikati ya giza, na wao wanataka wafanikiwaje. Kwa hiyo kila sekta utashangaa wanasiasa wanakimbilia makanisani, madaktari wanakimbilia makanisani, walimu wanakimbilia. Kwa nini? Wanajua majibu yao yanapatikana kanisani. Na ndio maana hapo ulipo wewe ni majibu ya watu. Yaani ulipo umebeba majibu ya watu.